Mungu ndiye mchungaji mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ndiye mchungaji mkuu. Tunapoangalia katika Ezekiel 34 verse 1 to 16, na ukipata nafasi soma yote kabisa. Ukipata nafasi pia soma Jeremiah chapter 23 yote. Na pia ukipata nafasi soma the whole of John chapter 10. Yote yanaelezea mambo ya uchungaji. Ndio tuweze kusikia neno la Mungu. Kwanza ningetaka tuangalie mambo ya uchungaji. Katika public administration ambayo ni ya serikali, at the local level tuko na assistant chief ambaye ni mchungaji wa local level. Katika locational level tuko na mchungaji ambaye ni chief. Kiangalia katika divisional level tuko na DO ama yule mnasema assistant county commissioner. Tukiingia katika mambo ya county tuko na county commissioner. Tukiingia katika regions tunaangalia yule tunamuita regional commissioner. Na tukiangalia katika nchi tunaona the president of the Republic of Kenya. Hao wote ni watu wa kuchunga kondoo za Mungu wale Mungu amewapatia. In the side of education tunaona tuna mwalimu mkuu. Tuna walimu ambao wamepewa classes. Tuna mwalimu mkuu wa primary school, secondary school, university, colleges zote. Na pia wao wamepewa kuchunga. Na up to the university level. Tukiangalia katika uchungaji in the church, at the local level tuko na evangelist. At the parish level tuko na mchungaji. At the archdeacon level tuko na archdeacon. Diocese level tuko na bishops. Na ndio naona tuko na bishops hapa ambaye ndio the CEOs of the dioceses that we have. Tuko katika synod level ama the synod level tuko na archbishop. Na leo tumepewa hiyo jukumu na Mungu ili tuweze kuwa katika kikao hiki cha diocese ya Meru. Na nashukuru Mungu sana. Kwa wale hawajui jina langu ni Archbishop Professor Daniel Muriuki Ngori. Na nashukuru Mungu kwa safari ambayo Mungu ametuleta all the way. Yesterday nililala Meru na tukaweza kuwa na ibada yetu ya siku ya leo. Nikushukuru Mungu kwa sababu ya hayo yote. Ndio tuweza kuendelea tujifikirie wenyewe. Kwa sababu at the based level tuko na mzazi ambaye ni bwana wa boma hiyo na bibi wa boma hiyo. Hao ni wachungaji. Ndio wanaangalia watoto, ndio wanaona wamesoma, ndio wanaangalia katika mambo yote. Na kitu cha kwanza tujifikirie mambo ya uchungaji ni kuwa mchungaji ni mtu ambaye wakati mwingine haonekani kama ni mtu wa maana. Ukiangalia wale wanachunga hata ng'ombe na kondoo na mbuzi na mbwa na kila kitu, wenyewe wanakaa wakiwa wachafu. Hawaonekani wakiwa na ile glory ambaye inaweza kupendeza sana, lakini watu wa muhimu sana. Ndio wanakimbia kwa shamba, wanatafuta majani na wanahakikisha kwamba katika hiyo ngoma wanyama wamekula vizuri, wamepokea chakula ya kutosha, na vile vile hata saa nyingine ni wachafu sana kwa kuchukua migomba katika shamba, kwa kuchukua majani ambayo ni napier grass na majani ya kila aina. So wanapofanya hiyo kazi yote, saa nyingine hawaonekani kama ni watu wa maana. Na katika kanisa vile vile wachungaji saa nyingine hawaonekani watu wa maana, lakini watu wa maana sana. Tujiulize, je, wewe ukiwa mchungaji mahali pale ulipo,
Yesu, yani Mungu mwenyewe katika wana wa Israeli alikuwa anateta kwa sababu ya wachungaji. Kwa sababu ile kazi ambayo Mungu aliwapatia hawakuwa wakiifanya jinsi inavyostahili. Na kwa hivyo katika Ezekiel chapter 34 ni Mungu mwenyewe kuteta. Akasema saa nyingine hata walio na mashinda, wale ambao wamevujika miguu, saa nyingine wachungaji hawaangalii wale ambao ni wagonjwa, wale ambao ni wako na shida tofauti. Wachungaji wa wakati ule hawakuwa wanawaangalia. Na ndiposa Mungu akasema, mimi nitamtafuta mchungaji wangu Daudi, kwa sababu huyo ataenda kuangalia watu wangu vizuri na atawachunga, kwa sababu mimi nimempatia hiyo kazi ya kuchunga. Hapa tukiangalia katika Ezekiel 34 inasema, the word of the Lord came to me, son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, this is what the sovereign says, woe to you shepherds of Israel, who only take care of yourselves. Should not shepherds take care of the flock? You eat the camp. And it continues like that. Yani Mungu anasema, ninyi wachungaji wa wana wa Israeli, amwangalii wale kondoo mimi nimewapatia. Ninyi wenyewe mnajichunga. Amwangalii ile kazi ambayo mimi nimewapatia. Hapa Mungu anateta. Na ni vizuri tujiulize, actual level, Mungu ametupatia kazi ya kuchunga. Wewe unafanya kazi ambayo Mungu alikupatia? Wewe unakuwa na nafasi ya kujiombea na kuombea kondoo ambaye Mungu amekupatia? Kanisa letu la NICA, Mungu amewapatia wachungaji in all levels. Amewapatia wengine kuwa evangelist pale at the lay center level. Amewapatia wachungaji at the parish level. Amewapatia katika chiriko na level wa chirikos. At the diocese level amewapatia bishops. At the synod level ametupatia the archbishop of the church. Sasa Mungu anatuuliza, hiyo huduma mimi nimewapatia, are you doing the work of the Lord in the right way? Na wakati mwingine Mungu anatukuta tumesahau ile huduma Mungu alitupatia. Badala ya kufanya hivyo, wengine tunakuwa na vita ya kila saa. Hiyo ni kuchunga kondoo za Mungu kweli? Wengine tunaenda kwa mambo ambayo Mungu hakutuitia. Na ile huduma nzuri na ya muhimu Mungu alituitia ni kuchunga kondoo wake Mwenyezi Mungu. Na kanisa iko na watu wasomi wa kila aina, watu wa kila aina, na Mungu anajali hata wale wako chini sana, anawajali sana. Mungu anawajali masikini, anawajali matajiri. Mkiangalia katika nchi yetu ya Kenya, kuna mtu hakuonekana ni wa maana sana, lakini saa hii siku ya leo wakati anazikwa ndio tumeanza kuona umuhimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Raila Amolo Odinga wakati anazikwa ndio watu wameanza kuona kumbe huyu mzee kuna kazi alifanya. So when you are doing the work of the Lord, don't expect to be praised all the time. Si lazima ati watu wanasema hongera ukienda mahali popote, lakini fanya huduma ambaye Mungu alikupatia faithfully. Ukiwa wewe ni mwalimu, fanya hivyo. Ukiwa wewe ni mchungaji, fanya hivyo. Ukiwa wewe ni askofu ama ni askofu, fanya hivyo. Na Mungu ataendelea kukuinua na atafanya kazi yake iendelee sana. Ni vizuri tujifikirie, wenzangu wa Kristo wetu. Tujifikirie, maana wewe utaulizwa ile kazi ulifanya. Katika ngoma utaulizwa, watoto ambao mimi nilikupatia uliwachunga namna gani? Mke ambao mimi nilikupatia ulimchunga namna gani? Au watoto uliwachunga namna gani? Uliweza kuwapatia masomo inayostahili ama uliwaacha nyumbani wewe ukasema mimi ni mzazi niliwazaa? Na ni
ako na jukumu ya kuangalia hao watoto? Nani ako na mzigo wa kuona hao watoto wamesoma vizuri? Wakati mwingine unakuta ya kwamba ndugu ama dada ameenda katika boma, umewachua watoto wa your brother or your sister to take care of. Wewe unafanya nini? Muulize aliye karibu na wewe unafanya nini? Kwa sababu hao watoto siku moja utaulizwa na Mungu, mimi nilikupatia watoto, you take care of them. Na kile mimi napenda ni upendo unaotoka kwake Mwenyezi Mungu. Upendo ambayo utafanya watu wa Mungu kuishi maisha ambayo Mungu atakushukuru kwa huduma uliyofanya. Maana ile tunatenda huku ulimwenguni, hata huko mbinguni Mungu anaona. Kama tulitenda mabaya huku, hata kule tutapewa shukrani ya ubaya. Na shukrani ya ubaya ni moto wa milele na milele. Lakini ukitenda mazuri ni uhai wa milele na milele. Na hiyo ndio tegemeo yetu hata huko mbinguni. Kwa hiyo ni vizuri wewe ndugu ama wewe dada ujifikirie. At the country level, ni vizuri pia president wetu kufikiria wale watu Mungu amempatia katika nchi yetu ya Kenya. How did you lead the people I gave you in Kenya? Mdogo wake Professor Kithure Kindiki, what did you do with the people I gave you in Kenya? Wale wamepewa majukumu at the Senate level, pia wajifikirie walifanya nini. At the parliament level, the members of parliament wajifikirie walifanya nini. Maana wengine wakipata hiyo daraja wamesahau. At the county level, governors and the assistant and the deputy governors, vizuri wajifikirie wenyewe ile kazi ambao walifanya wakati Mungu aliwapatia hiyo jukumu ya katika kuwa uongozi. Wale ambao pia Mungu amewapatia katika police force, tuko na levels nyingi za kiserikali. Unakuta hata wameshikilia vitengo vya the OCS. Tuko na serikali na wamepewa daraja mbalimbali. Mungu pia atakuuliza kazi uliyoifanya na hiyo daraja Mungu alikupatia. Kama ulifanya vizuri, Mungu atakupa zawadi ya kulingana na ile kazi ulifanya. Wengine wanasahau, wanafikiri sio wachungaji. Hata wewe ni mchungaji. Hata askari ni mchungaji. Anachunga hao watu Mungu amewapatia. And at your level, Mungu atakuuliza, what did you do to the people that I gave you? Kwa hivyo wakati unaongoza watu, waongoze kwa njia inayofaa. Walete pamoja, walete kwa upendo, waangazie neema ya Mungu ili waweze kuongoza mambo yale ambayo Mungu amekupatia kwa njia inayofaa. Na tukifanya hivyo, Mungu atatushukuru kwa kazi nzuri tuliyoifanya. Na tukiwa katika ulimwenguni tukae na kila mmoja wetu kwa amani. Usiwe mtu ya vita kila saa. Kuna wengine hata kwa mboma, mzee tu akikohoa pale kwa gate, wamama wanajificha kwa kitanda. Anaambia watoto, sasa umemsikia pia huyo, kila mtu kwa kitanda. Wote wanajificha chini. Sasa ataongea na nani mzee? Mzee akiingia kwa mboma, ndio wote wamejificha. And almost the mama is also going to hide herself. Kwa sababu mzee amefanya nini? Nijiulize, wewe ni mzee wa woga katika boma au ni mzee wa amani? Ulisalie karibu na wewe ni mzee wa woga ama ni mzee wa amani? Watu wakikuona wanaona huyu simba amefika. Wanaona simba amefika. Nafikiri wazee wa siku hizi wamebadilika. Wazee wa pale zamani wale wametolea kina Ngori na wengine, akikohoa tu pale kwa gate, akasema hai. Mama anasema bureni oka. Mzee amekuja, sasa wote kila mtoto wajifiche. Maana viboko na nini na vita na nini, hata chakula inapigwa teke. Kama ni getheri, kama ni ngwashe sote. Na huyo mzee akifikia wakati mwingine anasema mimi niko njaa nataka kukula. Umemwaga chakula, umemwaga kila kitu, utakula nini mzee? Sasa mama ataenda jikoni kupika tena. Sasa hasara ni kwa nani? Hasara ni kwa nani?
Ni mzee ama ni mama? So hiyo ndio shida ambayo imefanya watu kukaa katika cultures tofauti. Na kila watu wako na kaja zao. Wameru wako na kaja zao, zile wanaheshimu ngoma zao. Kama ni mama Mwekuru ako na ile heshima yake. Kama ni Mukuru ako na heshima yake. Kila mtu ako na heshima na watoto pia wako na heshima zao. Na mimi nashukuru sana kwa the way we learn from Medians. Kwa sababu Medians hata akina Kamaru wakiipo wanasema mahali popote ukiendapo Omeru alinaguo. Hata kama ni wasichana Omeru mali wanatile. Hata kama ni vijana Omeru mali wanatile. Na hiyo ni heshima ya Mumeru. Lakini pia tujiulize, si mliona huko wakati wa Raila wengine wanaenda wengine hata bila shati. Hiyo ni kacha yao. Na hata wengine wanaenda na madege Ngoja sana huyu mzee ameenda tunimheshimu sana. Lakini unajua naye Mungu akisema wakati wako wa mwisho umefika, hakuna kuongezewa hata siku. Hakuna kuongezewa hata dakika. Hakuna kuongezewa hata sekunde. Kwa hivyo wakati wowote ni vizuri tujiweke mbele yake Mwenyezi Mungu. In John chapter 10, Yesu alisema mimi ndiye mchungaji mwema. Na mimi ndiye nachunga vizuri vile inavyostahili. Akasema very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep by the gate, but climbs in the other way is a thief and a robber. Kama kuna mtu ambaye aingilii kwangu Yesu Kristo, na ndio naona wachungaji wanatufundisha na watumishi wa Mungu wanatufundisha, kama wewe uko nyumbani mwa Mungu na hujajuana na Yesu, ona roho yako vile ilivyo, ona vile maisha yako ilivyo, ujuane na Yesu. Maana the stamp to make you to enter into heaven is Jesus Christ. The stamp that you have. Kila wakati tukiandika barua, si mwisho anayeandika barua the authorizing person anaweka stamp. Sasa ukitaka wewe uwe mmoja wa wale watarithi ufalme wa mbinguni milele na milele, ujuane na Yesu. Mimi nataka tu kuuliza swali ambao ni very simple. Muulize aliye karibu na wewe, wewe umejuana na Yesu ama ni kumuona tu unamwona ama ni kusikia? Unajua wengine wanashangaa sababu kuna kujuana na Yesu na kuna kumsikia na kuna kumuona. Sasa wewe umemuona ama umemsikia ama umejuana naye? Kaje kagwe Yesu alikuwa lakini hujajuana naye. So this is the right time ujuane na yeye. Hata kama kibisho wamekuja, si ni vizuri tukiitwa altar call. Bishops tuko na wao hapa, Archdeacons tuko na wao, wachungaji tuko na wao. Utaombewa na utaenda nyumbani ukiwa umejuana na yeye. Na ndio Yesu akasema, mimi namwambieni ukweli, yeyote atakayeingia katika gate basi anapanda juu upande ule mwingine, huyu ni mwizi na ni roba. Osio tuga kaini Kikuyu ni mwizi na ni moraga kana ni mukora. Najua Kimeru mnasema mwamba, sio mnasema hivyo? Huyo ambaye aingii katika ile mboma, katika ile gate ambayo Yesu ametayarisha. Osio ni mwizi na ni moragani. Osio ni mwamba. Moragani mnamuita nini? Moragani, mundu wa kuragana. Yesu alisema hayo yote. Na ni vizuri kama wewe ni mchungaji pia. Wachungaji Mungu amewapatia jukumu kubwa sana. At the parish level, at the diaconal level, na hata bishop at the diocese level. Kuna kitu tunaita pastoral care. Pastoral care from the word pastor. You pastor and you care. Unaona? You pastor and you
So wakati mchungaji anapoenda katika parokia wetu mambo ya kiroho, na huo ndio wakati ambapo anakuta wengine wako na mashinda, hata waliokosana na bwana zao katika mboma mweko wakauga muthuri otwe nawe ni ananingire ngundi alilo mchungaji niombe. Si ni kweli? Na atasema mimi ni mgonjwa uniombee. Mimi niko na shida fulani hata ile ya ndani sana, atasema. Na wewe mchungaji, wewe ni daktari. Usiende ukisema kwa mulioki korali na kivena ona mweko wa mulioka kulingwa ngundi. Usiseme hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alimgonga ngundi, wewe usiseme hii. Wewe kazi yako mchungaji ni kuombea huyo aliye na shida na ukae kama daktari. Na daktari tunamwambia mashida mingi. Unaenda unasema iko shida inatoka hapa kichwa, inateremka na mambega, inateremka kama chini. Anakuuliza unasikiaje? Mbalini tu ndio unasikia. Katika kuelezea huko, daktari anajua ile dawa utape. Na akikupatia dawa daktari amwambii wengine atemulioki ali na thina ya ukimwi. Akila kaki. Lakini sisi wengine ukiona mulioki amelemewa na mwili, ai huyu ni murwaru arwarire ukimwi. Niguo muthina. Sasa mimi nikojega ukimwi. Kwani hiyo ndio ugonjwa ya kwanza? Si magonjwa ni ya kila aina. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja tuige mfano mzuri wa daktari. Ukiwa wewe ni mzee wa ngoma, iga mfano wa daktari. Usiende utangaza mambo yote ya ngoma yako. Maana kila mtu ako na shida yake. Yes, hata ngoma ziko na mashida yake. Kama ulipata watoto ambao ni wakora, si wewe ndio utawarekebisha. Kwani unasema na unaambia ulimwengu ufanye nini? Ulimwengu hautakusaidia. Wewe mwenyewe ujue wewe ndiye mwalimu wa hiyo ngoma. Wewe ndiye mzazi wa hiyo ngoma. Ndipo Yesu akasema wale waliokuja mbele yangu kama mafarisayo na false prophets walikuwa waizi na wakora. Walikuwa waizi na wakora. Hawakuelekeza watu wa Mungu njia zinazofaa. Ni vizuri tujiulize hivyo. Verse number 2 inasema the one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Yani murithi yule mwega aingagirira na gate. Lakini ngaingagirira gukona kona. Anaenda kwa gate. Ndio sasa aweza kuhesabu kondoo wake moja kwa moja. Na wewe mchungaji pia ujiulize, wewe unachunga watu ambaye Mungu amekupatia katika parokia. Do you know them by their names? Do you know them by their names? Wewe unajua ngoma zao? Ama ni mchungaji ambaye anaulizana huko ni kwao, huko wetako kwao. Sasa huyu anauliza ni kwao kwa sababu hajaenda huko. Ajui wale watu wanachunga. Kama wewe ni mtu wa serikali, you need to know the people you are leading. Kama wewe ni president pia, you need to know people. Hata kama utawajua kwa majina yote, lakini you know their counties. Kaunti zile zote umepewa na Mungu 47 za kuongoza nchi yetu ya Kenya. Na ukapewa katiba yetu ya Kenya ya 2010 ambayo inaonekana ni katiba mfano mzuri sana. Na wengine wakakufia kwa hiyo katiba wakitaka mabadiliko. Chunga wale watu Mungu amekupatia na utaendelea vizuri. Verse number 3. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Anawaita kwa majina. Huwezi kuwa mchungaji kama wewe hujui kondoo ambaye wewe unalinda, ambaye wewe unaongoza. In the church, the shepherd should know the Christians by name. Sio kuulizana. If is a teacher in a primary school or a secondary school or a university, should know
the students by their name, possibly. Hata kama ni ngumu wengine kujua hivyo. Lakini Yesu anatujulisha kama wewe unataka kuwa mchungaji mwema, jua wale ambao unaowaongoza. Jua huyu anaitwa Njeri, huyu anaitwa Kiogora, huyu anaitwa jina lile lingine, kwa sababu wewe unawajua kwa majina. Sio tu kulindi watu ambao hujui. Even the parishes they come from, even the archdiocese they come from. Kwa hivyo wachungaji mna jukumu kubwa sana. Anawaita kwa majina. Au Jimmy akaambiwa hata Jimmy, akasema hata Jimmy ni wangu. Unajua mama anakumbusha hata Jimmy ni wangu. Alikuwa amesahau Jimmy. Mulisi aliye karibu na wewe unasahau nani? Ni wako. Mama si muwakubuza wazee wetu. Kwa mama ni watu wa muhimu sana katika mboma. Na kile cha muhimu cha mama wanakumbuka hapa kwa ile kamuti walikuwa wanaongea mambo ya upendo. Wanakumbuka hata masaa. Mimi nilisahau masaa. Hata siku nilisahau. Lakini mama anakumbuka wakati walikuwa wanaongea na ile mambo waliongea na hata zile agano waliagana pale. Na zile covenant walichukua wa mama anatukumbusha. Na kama wewe uliambia mama na kupenda sana, wakwetu Kirinyaga walikuwa nasema ngwendete ngakua. You see? No, the question is, na hiyo ni mbaya. Yaani sasa wewe ukikufa na unampenda, hiyo ni kumaanisha nini sasa wewe? Ukikufa si ngoma imeachwa bila mzee. Pia kwa mwendo ukakua, lakini umpende. Kwa mwendo ukakua. Sasa wewe ukimpenda mpaka unakufa, hata afadhali useme nilikufa karibu saa moja, lakini sio kukufa. Au huwezi kumpenda ukufe. Umpende. Ndio sasa hata wakati utaenda kukalisha hiyo ngoma, utakuwa kweli umekalisha kwa njia inayofaa. Ile kazi Mungu amekupatia usifanye kama una uhai, lakini fanya kama kesho do it perfectly. Na Mungu ataendelea kukubariki sana. And finally, the thief comes only to steal and kill. Mwizi anakuja kuiba na kuua and destroy. Mwizi ana mambo mengine. Unajaribu kumpatia. Kuna mmoja wa huko kwetu aliingia kwa boma ya mzee mmoja alikuwa tajiri. Akajaribu kuwahonga. Wakora akamwambia hapa niko na 300,000 kwa mfuko. Tafadhali msiniue. Wakamwambia sisi tumepewa 1,500,000. So hiyo 300,000 wewe mzee kana wakamharibu na wakamuua. The thief comes to steal, to kill and to destroy. Hiyo ndio kazi ya mwizi. So that is the work of the thief. Yesu akamwambia I have come that they may have life and have it to the full. Mimi nilikuja ili ninyi mpate uhai na mpate uhai tele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema mimi nilikuja ndio mpate uhai na mpate uhai tele. Yes. Yesu alimaanisha nini kwa hiyo? Alimaanisha hata wakati tunapohubiri neno la Mungu tusihubiri nusu kuchekeza watu tu, lakini tuhubiri kuonyesha watu njia za Mungu. Hata kama saa nyingine ni ngumu wakisikiza kwa mawazo kwa masikio yao, wakiyatafakari kwa mawazo kwa roho, tuhubiri neno inavyostahili. Kwa sababu Yesu alikuja ili tupate uhai na tupate uhai tele. So when you are preaching the word of God, preach the word of God in the right manner. Waambia watu wa Mungu inavyostahili. Hata kama utawachekeza, lakini waambie neno la Mungu ambao linawatia uhai. Maana uhai wa neno ndio utatufanya sisi tutayarishwe hata wakati tutakapoenda mbinguni.
tuwe ni watu wakamilifu. Onyesha watu wa Mungu. What does Jesus say when he talked about I have come so that you may have life and have it abundantly or to the full? Ni kuonyeshana alitaka wewe kama ni Mkristo ukiwa katika ulimwengu, someshwa ukulima, ujue ukulima vizuri. Someshwa mambo ya kiroho, ujue mambo ya kiroho vizuri. Na wewe pia usomeshwe mambo ya hiyo mboma kuwa na afya. Na afya inatokana na watu kukula chakula inayofaa. Sio kukula ovyo. Kula kitu ambacho kitasaidia mwili. Ndio nawe kama mzazi, kama kiongozi, kama mchungaji uendelee kuhudumia watu wa Mungu jinsi inavyofaa. Kila mmoja tutakuwa na jukumu ya kuulizwa. Wewe askofu mkuu ulifanya nini? Kanisa la Mungu uliishikilia namna gani? Ndio, hautapendwa na everybody, lakini shikilia kazi ya Mungu vile inavyostahili. Wewe ukiwa ni bishop, Mungu amekupatia diocese. Fanya hiyo diocese kuendelea kwa njia inayofaa. Kwa sababu hao ndio wakuu wetu katika diocese zetu. Tunasema they are the CEOs of the dioceses. Nasi wa Kristo na watumishi na viongozi tuendelee kuwaheshimu. Katika hiyo hali ya kuwaheshimu, kwa sababu amewapatia baraka kubwa sana, wataendelea kutubariki. Wataendelea kutupa neema ya Mungu. Ndio mnasema his grace. Wega wangai, the grace. His grace so and so. Kwa sababu hiyo ni neema ya Mungu. Na wewe bishop ujue ni ndio mchungaji mkuu katika hiyo diocese Mungu amekupatia. Hao wengine ni wachungaji, lakini wewe ndio mchungaji mkuu katika hiyo diocese. Na Mungu atakuuliza ulivyofanya. Kama ni mazuri utalipwa. Kama ni mabaya utalipwa. Vile hata ninyi wachungaji. Vile hata wewe wachidikoni ama wachidikoni ambao tuko na wao. Vile hata wainjilisti ambao tuko na wao. Vile hata na wazee wa kanisa ambao tuko na wao. Maana Mungu amepatia jukumu ili kila mmoja atawajibika kwa Mungu wake. Mungu abariki na watendee mema. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Katika